mashindano. Hilo sio jambo dogo, ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo hongera sana kwa wana Simba, hongera sana kwa Watanzania. Simba ni timu ya Watanzania. Hongera sana kwa Watanzania, na miaka 90 basi iwe tafakuri ya kwenda miaka 90 mingine. Simba leo ilizaliwa hapa na leo pia inafanyika hapa, kama ipo kwenye marekebisho. Kuna watu wanahisi kama sio uwanja rafiki, walitamani zaidi ya hiki Uhuru. Neno lako ni nini? Uwanja wa Uhuru hawezi kuwa sawa na Benjamin Mkapa. Benjamin Mkapa ni CAF category 4, Uhuru ni CAF category 3. Kwa hiyo hawezi kuwa sawa. Kwa lazima kuna vitu vitapungua, lakini kama ulivyosema, uwanja wa Uhuru unatumika kwa sababu uwanja wa Benjamin Mkapa sasa hivi tunatengeneza pitch kwa ajili ya AFCON. Kwa hiyo tunaomba tu wavumilie, hawatapata ile ladha ambayo wameizoea ya Benjamin Mkapa, lakini baada ya muda mfupi, baada ya miezi miwili mitatu, mtangazaji anasema tumemaliza Benjamin Mkapa, matukio makubwa yote yatafanyika Benjamin Mkapa. Matamasha haya ni hamasa kubwa kiasi gani kuelekea kwenye AFCON na sisi miongoni mwa waandaaji wa mashindano haya? Matamasha haya ni hamasa kubwa sana, na mimi kusema kweli niwapongeze Simba na niwapongeze watani wao Yanga ambao wanafanya kesho kwa kuwa na matukio kama haya, kwa sababu haya matamasha ndio yanatengeneza ile morali ya watu kupenda mpira, na ni muhimu sana kufanya hivi. Nawapongeza kwa sababu nikiangalia hata kiwango cha maandalizi waliyofanya Simba ni kikubwa. Kwa hiyo hongereni sana, na Watanzania tusiache kusupport hizi timu zetu, tusipende timu zetu zote zilizopo kwenye ligi, lakini ukweli utabaki kwamba Simba, Yanga ndio timu ambazo zinapeperusha bendera yetu mara nyingi sana kwenye mashindano ya kimataifa. Neno lako mheshimiwa, tunaelekea kwenye dabi, tunaendelea kuambia timu zote mbili bwana vikosi vyao. Ikiwa wewe ukivua kofia moja, kuna kofia ya shabiki wa Simba. Mimi ni shabiki wa timu zote mbili. Kuelekea dabi, timu zijiandae zikacheze mpira, tuache longolongo. Mimi natamani sana ifike siku ambayo mambo ya longolongo kwenye mpira yasiwepo. Iwe ni football. Mpira ni sayansi, mpira ni hesabu. Watu waende uwanjani wakacheze. Tuache visingizio, maneno ya pembeni, fitina hazina maana. Tucheze mpira, kwa sababu unajua tukifanya hivyo tunazitengeneza timu zetu kiushindani kimataifa, lakini zaidi ya hapo tunawatengeneza wachezaji wetu kiushindani na kimataifa. Sasa tukipeleka sana mipango, tutakuwa na mipango sawa, lakini mwisho wa siku tutakosa timu nzuri ya kutuwakilisha kimataifa, na pia tutakosa wachezaji wazuri wa kwenda kucheza nje ya nchi. Kwa hiyo ni muhimu sana tuanze kuondoka kwenye mipango, twende kwenye mpira, tukacheze mpira. Kipigwe hapo uwanjani, atakayefungwa amefungwa, anayeshinda ameshinda. Neno langu kwa viongozi wa timu zote mbili, Simba na Yanga. Tumeona hapa jinsi Simba ni kama kuna sitofahamu, baadaye wakakaa sawa, lakini tumeona Yanga amefanya uchaguzi, rais wao amekuja bila kupingwa, kamati ya utendaji imetengenezwa. Neno langu kwa viongozi hao wote wa timu zote mbili. Kwa viongozi wa timu zote mbili na timu zingine zote, tunaomba uongozi bora kwenye vilabu vyao. Tunahitaji tu maendeleo ya timu zao. Mambo ya migogoro yamalize wenyewe, yatakapofika kwenye hatua ambayo inatakiwa vyombo vingine ama taasisi zingine kati zitaingia, lakini haipendezi. Ni vizuri vilabu vyenyewe vimalize mambo yao. Sisi Watanzania tunataka tuone mpira, tunataka tuone timu nzuri zinacheza, sio mipango na vurugu. Lakini pamoja na hayo, nazipongeza sana timu zote mbili. Kwa kweli viongozi wanafanya kazi kubwa sana. Unajua Watanzania, mkiona hizi timu zinacheza, wewe unaweza kuona uzuri tu hapo, watu wamevaa jezi wanafurahi, lakini nyuma yake kuna viongozi wanaotoka jasho nyingi sana. Kwa hiyo tuwaombee pia viongozi wa timu zetu zote, Simba, Yanga, Azam, zote zilizopo kwenye ligi. Tuwaombee siku zote wapatane, waelewane, wafanye vizuri, waongoze timu zao vizuri, tutengeneze timu bora, tutengeneze wachezaji bora. Mheshimiwa, maandalizi yamefika asilimia ngapi kutoka kuelekea AFCON? Unaona hapo nje barabara inaendelea kufanya marekebisho. Umefika kwenye asilimia ngapi? Kusema kweli tunaendelea kukabiliana na miundombinu wezeshi zikiwemo barabara kwenye maeneo ambayo bado yalikuwa na mapungufu, lakini viwanja vyetu kwa asilimia kubwa viko vizuri. Uwanja wetu wa Arusha unakaribia asilimia 90 sasa. Uwanja wa Benjamin Mkapa umebakiza pitch huko na wenyewe zaidi ya asilimia 90. Viwanja vya mazoezi viko zaidi ya asilimia 70 kwa hapa Dar es Salaam, na Arusha na kwenyewe vinakwenda vizuri kwa zaidi ya asilimia 30 kama viwanja vitatu, alafu vile viwanja viwili kimoja kiko zaidi ya asilimia 80. Kwa kusema kweli tuko ndani ya muda wa CAF na tunakwenda vizuri. Neno lako leo ni miaka 30 ya Bongo Flava, Mwanza panawaka, nini unaenda kukuambia? Naibu waziri yuko pale, Mwana FA leo pia ataperform. Nawatakia kila la heri wana wasanii wetu wote.
nawatakia kila la heri wote watakaokwenda kushiriki miaka 30 ya Bongo Flava. Kwa hiyo wasanii wetu wa Bongo Flava wamefanya kazi kubwa sana, wametengeneza muziki ambao umeajiri vijana wetu wengi, na hao wanaowakilisha miaka 30 leo, hawa ndio waliofika msitu, ndio waliofanya kazi kubwa kutengeneza misingi ya Bongo Flava. Kwa mimi nawatakia kila la heri, wawe na maadhimisho mema inshallah kwenye moja ya matukio yao hasa la Dodoma. Na mimi nitakuwa kesho unacheza uwanjani. Leo nimecheza na kesho lazima nicheze. Na nimeshamwambia Alikamwe yule wake ninyime namba leo. Leo hii nimecheza kwa upande wa Simba Veteran. Ndio. Nitamani sana nivae ule uzi mpya wa Simba ule sasa. Unaona ulikuwa mpya kidogo. Kesho ndio wenyewe. Kesho ndio wananchi. Kwa sababu leo Simba Veteran hawakuvai running jezi mpya. Wamevaa jezi nyingine. Kwa hiyo rangi gani kesho wanapovaa? Njano, kijani, yoyote Veteran. Lakini nataka Engineer Hersi au upande wa pili, mimi ndio upande mwingine. Wapinzani? Tu wapinzani, ni vizuri tu wapinzani kwa sababu yule akiwemo anafunga yeye, hapo mimi nakuwa sifungi.